vizuri, na tumesema habari ya Waefeso 5:16 nasema tumieni muda mlio nao vizuri, kwa maana siku hizi ni siku mbaya. Wako watoto leo ambao kwa kweli wanatumia muda wao vibaya. Wako watu ambao wengine wako hapa wanaweza mpira, muda wote ni mpira, anaweza kucheza hapo ndani mpira, akazurura, akaenda huko, akafanya kila kitu. Hiyo si sawa. Ni vyema muda wa homework, fanya homework, muda wa kulala, lala, muda wa kusoma, soma, muda wa kuangalia TV, angalia TV, muda wa kucheza, cheza. Ni vyema tukapanga muda wetu vizuri na tutumie muda wetu vizuri. Mwambie jirani yako, tumia muda vizuri. Mwambie tena, tumia muda vizuri. Kuna watu kule nyuma waongei kabisa na wamekaa na watu. Mwambie wewe uliyekaa naye pembeni, mwambie tumia muda vizuri. Geuka nyuma, mwambie wa nyuma yako, tumia muda vizuri wewe. Kabisa kwamba siku tulizo nazo ni siku mbaya. Yaani siku hizi watoto tulizo nazo ni siku mbaya. Tupende tusipende, siku tulizo nazo ni siku nini? Mbaya. Yuko kijana mmoja hapa, ni kama yeye alitumia muda wake vizuri. Ngoja tuangalie kama yeye anaweza kutumia muda wake vizuri. Watu muangalie huyu kama kweli anaweza kutumia muda wake vizuri. Siku moja kijana mmoja alikuwa anatembea njiani, ghafla maji akamwangukia na akaona maji yanapotea, na akachukua kitu pembeni akakiweka. Hilo huwa alimuhusu, yani hapo ni njiani akiwa anatembea, kwa maana mama mmoja na mgogoteni akaenda akamsaidia mgogoteni wake, akamsaidia akamtoa hiyo mahali. Akiwa amekaa na kula, mbwa akakuja na akijiangalia anaona ana wali. Ngoja, hii ni wali. Let me see, ngoja nione hapa tena, ngoja nione tena hapa. Hiyo nalipotea. Huyo mbwa sio wa kwake, ni wa mtaani tu. Najua kuna watu hapa wangempa wali mkavu, lakini yeye akatoa nyama yake nzuri, pendo akapeana. Jamaa anamwangalia akiwa anatembea, naona mama mmoja na mtoto anaomba pesa barabarani, na pesa ni kwa ajili ya shule. Hana hela nyingi, lakini akatoa kiasi kidogo alichonacho na akapeana mtoto, akashukuru. Baba pembeni anamwangalia. Jirani yake huyu ni bibi mzee kabisa, akapeleka mkungu wa ndizi akatundika hapo, akamwacha hapo bila kumsalimia. Na alikuwa anafanya kila siku. Ya pili tena akapita kwenye yale maji, baadaye anamwagia kwenye lile ua aliloweka. Bibi huyu amefurahia upendo alionyeshwa, amekaa namsubiria apite. Mbona haja? Akamwona na kuja, akamwambia mbona umechelewa sasa? Siku ya pili tena mbwa akakuja. Siku ya kwanza alimpa moja, leo amempa ngapi? Waongo. Siku ya kwanza alimpa ngapi? Leo kampa ngapi? Siku iliyofuata tena akapita pepe kwa yule mama, pesa akaangalia, akaweka tena pesa kwa mtoto. Tunaambia chukua. Na alipopokea akashukuru, akasema asante. Akiwa kwenye gari akampisha dada mzuri, siti, njoo ukae. Akapeleka tena mkungu wa ndizi kwa bibi jirani yake. Nyumbani anapoishi sio kama ni tajiri, hapana, yuko kawaida. Ana mifugo yake, anaweza kukaa kimomba Mungu. Maisha yake ni ya kawaida sana. Ana miche anamwagilia. Siku ya tatu amepita tena, na utaona kabisa tena yule mama anamsaidia. Wameshaanza kwa marafiki, wameshaanza kuchekeana na wanaongea lugha moja kwa moja. Yule mbwa akaonyesha tena upendo siku ya tatu. Akiwa hapa anataka kuondoka barabarani, mbwa anamfuata. Amependa upendo wake. Akaendelea akienda mahali pale, anamkuta mama peke yake na mtoto. Leo hayupo. Je, yuko wapi mtoto? Akiwa hapo akashangaa akisikia mama anaita, na yule mtoto amevaa nguo za shule. Pesa aliyokuwa anapewa imesaidia kwenda shule na uniform na bag na madaftari. Akajisikia vizuri, anatabasamu vizuri, na alionyesha upendo kwa mtu asiyemjua. Mama anajisikia vizuri na machozi yanamtoka. Babu aliyekuwa anashangaa kila siku, naye pia yule mama, upendo umeendelea. Mbwa, upendo umeendelea, na maisha yake yote yamekuwa ni ya kupenda watu. Hayo yamekuwa ni maisha yake wakati wote. Je, wewe unafanya nini? Je, wewe leo unafanya nini? Unaweza kuonyesha upendo kwa watu sio wajua? Unaweza? Je, unaweza kutumia muda wako vizuri? Je, huyu jamaa ametumia muda wake vizuri? Ametumia muda wake vizuri? Bibi alikuja baadaye akamshukuru, akamkumbatia. Na yule dada akionyesha upendo kwa gari anajisikia vizuri. Na yule mtu alimchukua mtaani akaishi naye nyumbani.
lile huwa lilikuwa zuri kabisa, na mtoto yuko hapo akiendelea kusoma. Alikuwa akimfuata huyu mama kuja kuuza naye, alikuwa mjui ule mche. Angalia leo umekuwa na paka vipepeo wanakuja kuangalia kwenye maua. Mara ngapi umeona paka asiye kuhusu kumtupia jiwe? Mara ngapi? Tena sio pegosi, hata paka wako nyumbani, umetoka shule, umekaa kwenye meza unakula, umechoka na chakula sio labda ni ugali na dagaa. Unapambana hapo, kijamaa kinakuja na mkia wake na kuchoka kufanya na kutegea miguuni. Na waona watu wakipiga shuti moja kubwa. Na waende kwa sheria nani? Utoe mbwa mtaani upeleke nyumbani. Yaani mama siku hata utakoma kwa mama na baba. Umetoa wapi huyu mbwa? Utapigwa ukome. Tumeona wabibi watu wazima mtaani ambao kwa kweli wanatembea macho yao ni mekundu, tukiwaambia wao ni wachawi. Na unapoenda unaenda. Kuna watu wakimwona babu anaokota makopo mtaani, yuko raja kukimbia mwache kabisa. Na wengine unaona yeye anaokota kopo, wewe unakunywa maji, baadaye umpe ile kopo na unalitupa ili alifuata alichukue. Na mambo ya ajabu. Tafakari, je, wewe unatumia muda wako vizuri? Yaani niliwaambia watu wako hapa wadogo zao wajali kabisa. Yuko hapa ajibu mdogo wake amekaa wapi? Pengine yuko kule. Mdogo wako na makamasi mpaka na alamba, unamwacha tu na wewe unasema ni uchafu, nenda kwa mama yako, nenda kwa mama kule. Kiatu hawezi kufunga kamba na zaga, unamwacha tu na ni mdogo wako kabisa. Kitu kizuri unakula wewe, yeye machafu chafu na anapeana. Wako watu hapa. Umetoka shuleni, unajua mdogo wako hajarudi shuleni, anabaki limini au whatever tusheni. Wewe ukifika nyumbani, ile nyama nzuri unabeba wewe, yeye unamwacha mfupa. Mungu atusaidie leo tuutumie muda wetu vizuri. Mungu atusaidie leo tuutumie muda wetu vizuri. Wakati wanaahidi kutumia muda wao vizuri walionao, wakati wanaahidi kutumia muda vizuri, shusha mkono. Kila kitu fanya wa kiasi. Ukifika muda wa kula, njomba, nenda kula chakula ushibe. Kuna watu wako hapa kula awali, wanaumwa muda wote. Ana lemba tu anakula hili, unawekewa karoti, hoho, nyanya chungu na nini, unatoa nyanya chungu zote, unatoa hoho, karoti zote, unapanguza chini unakula. That's bad manner. Mama sitaki karoti ni chungu. Hii si inafaa nini? Na tuko hapa najifunza mambo ya afya. Mama anakupikia karoti, anaweka nyingi karoti ili angalau macho yaone, na hoho anaweka, nyanya chungu. Mimi sitaki nyanya chungu, ni chungu. Unasubira kitoka, unatupa dirishani, unakula kinachobaki. Nyama utupi, ila nyanya chungu unatupa. Mimi mboga sina tapika, viazi vya kuchemsha sina tapika, ila pilau utapiki kabisa na chips, wewe mayai utapiki. Mungu atusaidie sana. Ukifika muda wa kula, mwambie mwenzako kula. Ukifika muda wa kula, kula. Kuna wakati utafika chakula utakitafuta. Wazazi wanapambana kutafuta pesa, wakupea chakula leo unalinga. Kuna siku utatafuta wewe mwenyewe hela ya kula na utaikosa. Kuna watu wako hapo wanalinga na maisha yao mazuri nyumbani, wana magari, wanavimba, wanalinga kwa sababu wana gari, wana pesa. Hizo nyumbani ile TV ya nyumbani sio ya kwako, ni ya baba yako na mama. Gari unalopanda nyumbani sio la kwako. Wewe unavimba nenda kwenda gari yetu. Hata rafiki yako mweka lift utaki. Una unachomiliki. Hata nguo za unazovaa sio za kwako. Huna gari, utanunua na ngoja ukue, usome uone ilivyo ngumu kununua gari. Ikifika muda wa kulala, nenda kalale.
Sio unalia mama niwashie taa naogopa. Lala. Fundika lala. Muda wa kusoma soma. Hebu mwangalie jirani yako anasoma kweli, mwangalie jirani yako. Amekaa anasoma kweli huyo? Tusaidie kuanzia leo, kila mtoto mtaa wa Mabibo aweze kutumia muda wake vizuri. Tumia muda wake vizuri. Wazazi tuko hapa tuwasaidie watoto wetu kutumia muda wao vizuri. Wako wazazi wamewabana sana watoto wao, wamewabana mno. Ndio maana baadaye tukiwacha wenyewe wanaishi maisha ya shida, wanateseka. Wako wazazi wamealea watoto wao vibaya kama mayai, yani makamasi yanapangusa, viatu anafungisha, nguo vifungwa, anampe kila kitu namfanyia. Si sawa. Kuna wakati hautakuwepo, atabaki mwenyewe, atapotea. Wako wazazi hata boksa yako ujichupi yako ufui wezi. Miaka 5 wewe unashindwa kujinani kuoga, wengine kuoga mjui, mnaogesha wakubwa kabisa. Na muda wa kuoga, ingia ndani, oga, maliza vaa. Sio unatoka nje uchi unazula unataja tumepepea hivi kama bendera. Nyumbani oga, wangapi unajua kuoga? Oga vizuri, jisafishe. Paka huku chini jisugue matakoni, sugua vizuri. Kwenye kwapa jisugue, oga vizuri. Watu wamekaa unapita nao wananukanuka tu. Wangapi unajua kuoga vizuri? Mwambie mnajua, nyinyi mnajua kuoga, nyinyi mnajua. Kula wajue. Shusha mkono. Tumia muda wako. Mwambie mwenzako tumia muda wako vizuri. Basi tutaimba wimbo. Naomba tunyamaze tuimbe. Tusimame juu. Tusimame. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa kuwa nasi, tubariki kwa somo la leo, ya kwamba sisi kama watoto katika kizazi tunachoishi ni kipindi kibaya. Tusaidie tuweze kutumia muda wetu vizuri. Tunakuomba tukiwa hapa na wazazi wetu, ukawasaidie waweze kutupeleka na kututendea mema. Tunaomba haya tukiwa pamoja nasi kipindi kinachofuata cha chakula na mapumziko na ibada kesho, katulete pamoja. Tubariki sisi na wazazi wetu na walimu wetu, maana tunakuomba kwa Yesu Kristo. Amen.